Katika kijiji cha Mbuyuni, maji ya mto alipita kati yake na kuleta taswira nzuri ya kuvutia. Kijiji hiki kilikuwa na wakazi wengi waliojishughulisha na kazi mbalimbali. Wengine walikuwa wauzaji wa mboga mboga na wengine walikuwa wafugaji. Katika kijiji hiki, kulikuwa kuna jambo moja la kutisha na la kustaajabisha. Kila ilipofika wakati wa usiku wa manane, watu wakiwa wamelala, ilisikika sauti ya binti anayelia kwa sauti sana. Hali hii ilifanya wakazi wa kijiji hiki kuamini kuwa ni nguvu za giza na mambo ya kichawi. Ili walijifungia majumbani mwao wakati wa usiku. Kijana Juma ni mkazi wa kijiji hiki aliyekuwa akiishi na mama yake Bi Fatma. Juma alikuwa ni kijana mdadisi sana. Hivyo alimuuliza mama yake kuhusu sauti ile. Mama, kwani sauti hiyo hutokea wapi na ni sauti ya nani? Mama yake Bi Fatma alimwambia, mwanangu, sauti ya binti anayelia usiku ilianza miaka mingi sana iliyopita kabla hata mimi sijazaliwa. Hivyo watu wengi wa kijiji hiki hawakuwahi kujua sauti hii inatokea wapi na hawakuwahi kuifuatilia kwani waliogopa. Juma alimuuliza mama yake, kwani hakuna kabisa aliyewahi kufuata sauti hii? Mama yake Bi Fatma alimwambia, wazee wa kijiji hiki walishakataza kufuatilia sauti hii kwani waliamini kuwa italeta laana kwa mtu huyo na kwenye kijiji kabisa. Juma alikuwa ni kijana jasiri sana aliyependa kuchunguza mambo. Hivyo aliamua kufuatilia jambo hili kwa kisirisiri yeye mwenyewe. Usiku mmoja Bi Fatma akiwa amelala, Juma yeye hakulala. Alikuwa akisubiri sauti ile ianze kisha aanze kuifuatilia. Juma akiwa na hofu kidogo, alianza kuandaa vitu baadhi kwa ajili ya safari yake. Alichukua fimbo yake ndefu, taa ya chemli na kisu kidogo kwa ajili ya usalama. Muda si mrefu sauti ile ilianza na Juma alitoka kwa umakini ili asije akamwamsha mama yake. Alifungua mlango kisha akaurudishia vyema. Juma alitoka nje. Kijiji chote kilikuwa kimya sana kwani watu wote walikuwa wamelala. Ilisikika tu sauti ya miti iliyokuwa ikipelekwa huku na kule na upepo. Kijiji kilikuwa kikipata nuru kutoka katika mbalamwezi iliyokuwa ikiangaza kijijini kote. Kijana Juma alikuwa akitembea taratibu akifuata barabara iliyokuwa ikielekea upande wa mashariki wa kijiji, kwani sauti ilikuwa ikitokea huko. Juma alianza kutembea akiwa na hofu kidogo. Alivuta pumzi na kujiambia, bahati njema Juma kwa mara nyingine. Juma aliendelea kutembea kwa muda mrefu bila kuona dalili ya sauti ile inapoanzia. Kijana Juma alizidi kutembea hadi akaanza kuingia katika msitu wa Mbuyuni, kwani sauti ilikuwa ikimpeleka huko. Juma alitembea kwa muda mrefu sana. Baada ya muda, kijana Juma alishtuka baada ya kuona kitu cha ajabu mbele yake. Aliona kivuli cha binti aliyekaa katika jiwe huku akionekana kulia. Juma alishangaa sana, lakini aligundua kuwa yule ndiye aliyekuwa chanzo cha sauti ile inayosikika usiku hapa kijijini. Juma kabla hajafanya chochote, binti yule alimgeukia Juma. Na hapa Juma alistaajabu sana, kwani alikuwa ni kiumbe anayetisha, mwenye macho aliyowaka kama moto, huku akitoka machozi ya damu. Binti yule alinyanyua mkono mmoja na kumwambia Juma, naomba unisaidie. Nisaidie nateseka. Juma alishusha pumzi kwa hofu, kisha akauliza huku akiwa anatetemeka, kwani wewe ni nani? Na mbona unalia? Na umetoka wapi? Binti yule hakumjibu kijana Juma, bali aliendelea kulia kwa sauti huku akimwambia, nisaidie. Nisaidie nateseka. Mbona sikuwakosea? Wananiadhibu hivi? Ni miaka mingi sana. Nateseka, naomba unisaidie. Binti huyo japo alikuwa na muonekano wa kutisha, alikuwa akiongea kwa huzuni sana. Hali iliyompelekea Juma kutokwa na woga kiasi. Juma alishikwa na huruma katika moyo wake, kwani alihisi binti huyu alikuwa akipitia mateso fulani. Akiwa na tahadhari, Juma alimsogelea binti yule kwa ukaribu kisha na kumtazama na kumuuliza, kwani wewe ni nani? Na mbona huwa unalia kila siku? Binti yule mwenye sura ya kutisha alinyamaza taratibu kisha akamgeukia Juma na kumwambia, mimi ni Maisara. Nilizaliwa katika kijiji hiki cha Mbuyuni enzi za utawala wa Mfalme Mtende. Juma alishangazwa na majibu ya binti huyo. Lakini hii ni miaka mingi sana iliyopita na kizazi cha Mfalme Mtende kilishateketea. Juma alimuuliza binti Maisara. Ni kweli? Binti yule alisema, mimi nililaaniwa kipindi hicho tu baada ya kuzaliwa.
na hivyo nimekuwa nikiteseka tangu enzi hizo. Juma alimwonea sana huruma binti yule. Alimuuliza tena, kwa nini walikulaani? Niambie, labda mimi na watu wa kijijini tunaweza kukusaidia. Binti yule alimwambia Juma, lakini waliahidi kuwa yoyote atakayejaribu kunisaidia atakuwa kwenye matatizo. Juma alimuuliza, kwa nini walikufanyia hivi? Binti Maisara alianza kumsimulia Juma hadithi yake. Miaka zaidi ya 200 iliyopita, eneo hili lilitawaliwa na mfalme aliyeitwa Mfalme Mtende. Mfalme huyu alikuwa ni mfalme mwenye roho mbaya sana. Aliamini katika uchawi na nguvu za giza. Mama yangu alijifunga mapacha watatu, ambao ni mimi na dada zangu wawili. Mfalme Mtende aliamini kuwa hii ni laana katika kijiji chake. Hivyo alisema kuwa mimi ninatakiwa nitolewe kafara kwa mizimu ili laana ifutwe katika eneo lake. Walinichukua kwa nguvu kutoka katika mikono ya mama yangu na kunipeleka katika ziwa lililopo hapa kijiji cha Mbuyuni. Hapo waliita mizimu yao na kunitupia katika maji ya ziwa hilo. Baada ya kutupiwa hapo, niliingizwa katika ulimwengu wa kichawi na giza. Nilikutana na vitu vya ajabu sana. Nilianza kupitia maumivu makali kuanzia siku hiyo. Nilipewa laana mbaya bila kuwa na kosa. Nilitamani japo nife ili nisiyapitie haya, lakini laana hii niliyopewa ilinifanya niishi muda wote huu mpaka sasa bila kufa. Kila unapoingia usiku wa manane, wananipa mateso makali sana na huwa nakimbilia huku duniani japo nihisi tofauti. Juma aliendelea kusikiliza hadithi ya binti Maisara. Alianza kutokwa na machozi, kwani alikuwa akipitia magumu sana. Juma alimwambia Maisara, natamani japo atokee mtu wa kukusaidia. Maisara alisema, hata mimi natamani pia. Juma alimfumbatia Maisara bila kujali muonekano wake na alimwambia, nitakutoa kwenye mateso haya, ninaahidi. Maisara hakusema chochote. Usiku ulikuwa ukiendelea. Juma aliamua kumwaga Maisara na kuanza safari ya kurudi nyumbani. Juma alipofika nyumbani, aliingia ndani na alimkuta mama yake akiwa amekaa ukumbini na alimuuliza, haya, umetoka wapi mwanangu saa hii usiku huu? Juma akiwa ni mwenye huzuni, alimwambia mama yake, mama, najua hutaamini haya nitakayosema, ila nilienda kwa sauti ile na nilimkuta binti huyu wa kila siku anayepiga kelele usiku. Bi Fatma alishangaa na kumwambia Juma, wewe kijana, unataka nikupoteze sio? Mimi sina mwana mwingine. Juma alimweka mama yake chini na kumweleza yote aliyoyakuta na kuyasikia kwa Maisara. Bi Fatma alikuwa akimwamini mwanae, kwani alikuwa si mtu wa kusema uongo. Juma alimwambia mama yake, natamani tumsaidie Maisara mama. Bi Fatma alishikiri kwa muda kisha akamwambia mwanawe Juma, mwanangu, ninajua mtu anayeweza kutusaidia. Ni Mzee Salum. Mzee Salum alikuwa ni mzee ambaye alikuwa akitatua matatizo ya watu hapa kijijini, ikiwemo matatizo ya kichawi. Katika usiku huu, Juma na mama yake Bi Fatma waliamua kuacha nyumba yao na kutoka kuelekea kwa Mzee Salum. Kijiji kilikuwa kimya sana. Walifuata barabara inayoelekea upande wa magharibi ambako aliishi Mzee Salum. Walitembea hadi walifika katika kijumba kidogo ambapo kilikuwa na dawa za asili na mizizi iliyobembea katika paa lake kwa nje. Bi Fatma aligonga mlango na kusema, hodi, hodi Mzee Salum. Ni mimi Bi Fatma. Ndani ya muda mchache mlango ulifunguliwa. Mzee yule alisema kwa mshangao, Bi Fatma na kijana wako, mbona usiku? Hebu tuingie ndani basi. Bi Fatma alisema, hapana Mzee Salum, naomba utusaidie kitu. Najua wewe ni mtaalamu wa kusuluhisha mambo ya giza. Mzee Salum aliuliza, ni mambo gani Bi Fatma? Juma alimweleza Mzee Salum kuhusu binti Maisara na hali aliyosimuliwa. Mzee Salum alisikitika sana na kusema, nahisi na kuamini kijana wangu. Niliwahi kusikia kuwa utawala wa Mfalme Mtende ulikuwa mbaya sana. Juma alisema, ndiyo babu, kama tuna nafasi ya kumsaidia Maisara, basi tumsaidie sasa. Mzee Salum ni mzee aliyependa kujitolea sana katika kusaidia matatizo ya watu katika kijiji hiki. Alisema, tunaweza kujaribu kumsaidia. Na sasa tutaanzia katika ziwa lile ambapo walimtupia enzi hizo. Safari ya watu watatu hawa katika usiku huu ilianza.
Walianza kuelekea katika ziwa lile ambapo binti Maisara alisema aliwahi kutupiwa hapo akiwa mdogo. Walianza kutembea na ndani ya muda mfupi walifika katika ziwa hilo. Mzee Salum alichukua mizigo yake na kutoa kichupa kimoja kilichokuwa na unga mweupe ndani yake. Aliumimina unga ule na kuchora duara lililowazunguka wote watatu. Kisha alianza kusema maneno yake ya kichawi na kikabila kwa sauti ya juu. Bi Fatma na wanawe hawakuelewa chochote, bali walikuwa kimya. Mzee Salum alikuwa anaendelea na kazi yake. Ghafla upepo mkali ulianza kuvuma na kuanza kusumbua maji ya ziwa Mzinda. Bi Fatma na Juma walianza kuingiwa na hofu, lakini Mzee Salum aliwatoa hofu na kuwaambia kuwa duara alilochora ni kinga yao. Baada ya muda mchache, duara lile liliwaka moto uliowazunguka wote. Maji ya ziwa hilo yalizidi kuvurugika kwa kasi sana. Hali isiyokuwa ya kawaida. Mzee Salum alizidi kunena maneno yake huku akizidisha sauti. Ghafla katika maji kilionekana kitu kikubwa kikichunyanyuka, na hapa alitoka kiumbe mkubwa sana anayetisha, mwenye macho aliyoka kama radi. Mzee Salum bila uoga alikigeukia kiumbe kile na alianza kuongea maneno ya kikabila tena, huku akikiambia, "Ninakuamuruni, mwacheni binti huyu." Kiumbe kile cha ajabu kilichotoka ndani ya maji kiliongea kwa sauti kali na ya kutisha. "Maisara ni sadaka iliyotolewa kati yetu. Hivyo tutamwadhibu miaka yote na tutakuwa naye." Mzee Salum hakuongea kingine, bali akaanza tena kuongea maneno yake ya kikabila, huku akinyanyua fimbo yake sasa. Alianza kunena maneno yake akilugha kwa sauti. Kiumbe kile kilianza kuhisi maumivu makali sana. Kilianza kupiga kelele nyingi zilizofanya Bi Fatma na Juma waziwi masikio yao. Maumivu aliyohisi kiumbe yule yalikuwa ni makali sana, hadi aliamua kutoka katika maji na kuanza kuelekea kijijini huku akipiga kelele. Kiumbe kile kilianza kukimbia huku na kule kikihisi maumivu makali. Kila mkazi wa kijiji cha Mbuyuni aliweza kusikia vizuri sauti ile, kwani ilikuwa kubwa sana, na kila mkazi alianza kuingiwa na hofu katika usiku huu. Mzee Salum alizidi kusema maneno yake, na hapa mwanga mkali ulitokea katika fimbo yake, na kisha kiumbe kile cha ajabu kile kilichokuwa kinazidi kutembea kilianza kugeuka kuwa moshi taratibu. Kelele zile zilisikika. Baada ya muda kiumbe chote kiligeuka moshi, na moshi ule ulitanda hewani na kuanza kuelekea katika chupa ya Mzee Salum. Mzee Salum kwa haraka alifungua chupa yake, na ule moshi wote uliingia katika chupa ile. Moto uliokuwa umewazunguka ulizimika, na hii iliashiria kuwa tatizo limeshatatuliwa. Juma na mama yake Bi Fatma walishia pumzi ndefu. Juma alimuuliza Mzee Salum, "Ndio tumemaliza ama?" "Ndio kijana wangu," alisema Mzee Salum. Basi wote walionekana kuwa na furaha. Mzee Salum alisema, "Tunaweza kumrudisha Maisara katika dunia ya kawaida sasa, ila itatubidi kutoa sadaka moja ndogo itolewe." Juma akiwa na shaka aliuliza, "Sema Mzee Salum, ni sadaka gani hiyo? Nami nitaweza kuitoa." Mzee Salum alitabasamu kidogo kisha akasema, "Ni nguo za kike." Bi Fatma aliposikia hivyo, aliondoka kwenda nyumbani na kisha alirudi na nguo. Alimpa Mzee Salum. Mzee Salum alizipokea nguo zile, kisha alizisema maneno ya kichawi na kuzitupia katika maji. Wote walikuwa wakisubiri ni nini kitatokea. Baada ya muda, mwanga mkali sana ulitokea chini ya maji, na kisha alionekana kuna mtu ametoka ndani ya maji. Alikuwa ni msichana. Wote walishangazwa. Mzee Salum aliwaambia, "Huyu ndiye Maisara." Msichana yule alipotoka kwenye maji, alitembea taratibu kuwafuata kina Bi Fatma na wenzake. Wote walishangazwa, kwani binti Maisara alikuwa ni binti mrembo sana. Binti Maisara aliwaambia huku akionekana na aibu, "Asanteni kwa kunisaidia, ni muda mrefu sana." Mzee Salum alisema kuwa, "Sio sisi, ni kijana Juma ndiye aliyesema tukusaidie." Juma hakuwa akiongea chochote, bali alikuwa akimtolea macho Maisara kana kwamba ameona kitu cha kustaajabisha. Binti Maisara alimgeukia kijana Juma na kumwambia, "Asante Juma, bila wewe nisingekuwa hapa." Basi wote waliamua kuondoka pale ziwani na kurudi kijijini. Jua lilikuwa limeshaanza kuchomoza, kwani walikaa muda mrefu sana pale ziwani. Bi Fatma na Juma walimchukua Maisara na kuishi nyumbani kwao. Watu wa kijijini walishangazwa na uzuri wa Maisara, kwani alikuwa ni binti aliyezidi urembo. Waliishi naye kwa muda mrefu sana. Baada ya muda, kijana Juma alimpenda binti Maisara na kumweleza mama yake kuwa anahitaji kumuoa Maisara.
Maisara aliposikia hivi alikubali kuolewa na Juma kwa dhati. Habari zilisambaa kote kijijini kuhusu harusi ya Juma. Siku ya harusi iliwadia. Watu wote wa kijijini walifurahi na kuhudhuria katika sherehe yao. Wanawake walipika vyakula na wanaume walisaidia katika kazi mbalimbali. Maisara na Juma walifanikiwa kufunga ndoa. Bi Fatuma, Juma na Maisara walianzisha familia mpya yenye furaha, na tangu siku hiyo kelele za usiku hazikusikika tena katika kijiji cha Mbuyuni. Usisahau kusubscribe channel yangu kwa wa kwanza kupata hadithi nzuri zenye kuvutia.